Mpendo mtazamaji, karibu katika kipindi chetu cha michezo, na hii ni Nchoma TV. Tupo hapa kuangazia mchezo baina ya Tanzania na Morocco uliopigwa usiku wa kuamkia jana. Mbele yenu yupo mdau mmoja wa michezo. Bwana, unaitwa nani bwana? Bwana, mimi kwa majina naitwa Daniel Morris Musa, alimaarufu kama kocha mzawa. Kwa nini wanakuita kocha mzawa au umejiita mwenyewe kocha mzawa? Naweza nikasema nimejiita, lakini pia nimepokelewa vizuri na mashabiki na wapenzi, lakini pia na wadau wa michezo. Yako ninajiita hivyo kwa sababu ninakubali na ninapenda kazi ambazo zinafanywa na makocha wazawa, hasa nikizingatia na mfuatilia sana kocha Juma Mwambusi. Yako nikajiita kocha mzawa, ikiwa ni sababu pia ya kuappreciate kazi za makocha wetu wazawa. Ushaikuwa kocha lakini? Bado kwa kweli sijawahi. Leo niko mbele yangu, nataka kufanyia interview kwa mbele ya Tanzania. Kuna maswali baadhi nataka kuuliza. Swali la kwanza ningependa kuuliza kuhusu ile mechi. Uliangalia mechi lakini? Naam. Kwenye uangaliaji kwa mechi, matokeo unakumbuka au unajua kama uliangalia mechi? Ninafahamu na mechi pia niliangalia. Magoli yalifungwa na nani? Goli nakumbuka tu goli la Ibrahim Diaz, lakini ngesi silikumbuka kwa kweli. Ilikuwa mechi ya namna gani kiufundi yani? Kiufundi mechi kati ya Morocco na Taifa Stars ilikuwa ni mechi nzuri so far, lakini nadhani ilikuwa ni nzuri zaidi kwa upande wa Morocco au wenyeji, kwa sababu tunaona ulikuwa ni mchezo ambao ulikuwa wa upande mmoja zaidi, kwa sababu walikuwa wameweza kushika mchezo kwa namna zote, kuanzia katikati, nyuma, lakini pia hata kwenye upande wa attacking force yao. Na hiyo ni kutokana na ubora ambao wanao kwa wachezaji wao, wachezaji mmoja mmoja, lakini pia hata timu kiujumla. Kwa ulikuwa ni mchezo ambao ulikuwa ni mzuri, lakini haukuwa kwa upande wetu sana kimatokeo, lakini pia kiuchezaji. Haya bwana kocha mzawa, wewe kwa maoni yako au kwa fikra zako unadhani walituzidi wapi yani? Au tulifeli wapi sisi kama Tanzania kwa kupokea kichapo cha goli mbili? Mimi nadhani hatukufeli, ila tu tulizidiwa kimbinu, tulizidiwa mbinu, lakini pia tactics, physics, pia tunasema ule uwezo wa kuanzia height yao, lakini pia hata na utimamu wa mwili. Utaona wale jamaa walikuwa vizuri zaidi kuliko sisi. Utaona hata namna ambavyo mipira ya juu walivyokuwa wakiweza kuihandle kuliko sisi, namna ambavyo hata bato ya mtu mmoja mmoja, mchezaji mmoja na mwingine, walikuwa wanapata nafasi zaidi. Lakini pia nadhani kitu amua zaidi ni quality yao wenyewe, kwa sababu unapozungumzia Morocco unaongelea kati ya mataifa ambayo kwa sasa kwa Afrika nadhani mpinzani mkubwa ni wao na Nigeria, ndio kidogo wanaweza kupinzana pale juu. Baadaye wanafuata wakina Ivory Coast kidogo, lakini ukiongelea katika muktadha wa mpira wa kidunia sasa hivi, Morocco ni miongoni mwa timu ambazo zinafanya vizuri sana. So walikuwa na mchezo mzuri sana, na hiyo sio kwa bahati mbaya, kwa sababu wana watu ambao wanacheza mpira kwenye sehemu tofauti ya sasa kule Ulaya. Unaongelea watu kama kina Ibrahim Diaz pale Real Madrid, unaongelea kama kina Sofiane Amrabat ambao wamewahi kupita mpaka kwenye timu za Manchester United. Unaongelea wakina Ashraf Hakimi, japo wa kuanza, lakini wana mchango mkubwa sana, wakina Ziyech na wengineo. So ni ubora tu ambao uliweza kuamua ile mechi na matokeo kwa upande wao. Kwa hapo tukiangalia haya mashindano ni ya kufuzu kwenda kucheza kombe la dunia. Wewe kwa maono yako unadhani kwamba Tanzania ina timu ya kushiriki hiyo michuano, au ina timu inaweza kukabili michuano mingine ukiachana na huo kufuzu? Kwa upande wa mashindano ya kombe la dunia naweza kusema bado sana, kwa sababu michuano kama ile si michuano ambayo unaweza kaandaa timu kwa miaka kadhaa, miwili mitatu zenu ukasema utaenda kupambana kwenye mashindano makubwa, kwa sababu utaona hata timu hizi ambazo ni kubwa au mataifa makubwa kwa upande wa Afrika yamekuwa ya struggle sana kushiriki kwenye mashindano yale ya kombe la dunia. Kwetu sisi naweza nikasema bado kuwa na timu hiyo au timu ambayo tunayo bado sio kishindani ya kivile kwenda kushiriki kwenye mashindano hayo, lakini
tunaweza kuwa na timu ambayo inaweza ikapambana kwenye makombe mengine au kwenye michuano mingine kama ya AFCON, lakini pia CHAN na mingine hii kama ya ukanda wetu wa Sekafa na kadhalika. So far so good, tuseme tu ni timu ambayo inaweza ikaandaliwa vizuri kwa ajili ya kuja kushindana kwenye mashindano mengine kama ya AFCON ambayo itafanyika hapa nchini kwetu sisi pamoja na majirani zetu wa Uganda na Kenya. Naona ni timu nzuri, lakini kwa mashindano hayo ya michuano ya kombe la dunia bado sana bado. Sasa bwana kocha mzawa hapa hivi kwa inavyoonekana Tanzania ana uwezo wa kupita kwenda kucheza kombe la dunia kama best loser. Nini kifanyike kwa games zilizobaki ili hata akipata hiyo chance walau inaweza ikatupeleka mbali? Mimi nadhani kwanza uwezo wa kupambana kumaliza kwenye nafasi mbili za juu bado tunao, licha ya kuwa kuna nafasi ya best loser. Nadhani tukicheza kama watu tunaowania nafasi mbili za juu bado tunao uwezo mzuri wa kushinda kwenye nafasi, kwa sababu pia ukizingatia bado tunao michezo mingine ya nyumbani na ugenini ambayo so far tumeona hata sisi bado tuna uwezo wa kushinda kwenye ardhi za ugenini. Tumeona tumeshinda kwenye ardhi ya Zambia katika michuano ile ya AFCON, tumeshinda dhidi ya Totologine na mingine. So ukiachilia mbali nafasi ya best loser ambayo bado ipo, lakini sisi bado tuko kwenye nafasi ya pili mpaka sasa kwenye lile grupu. Baada ya Morocco tunapata sisi ambao tuna pointi 6. So ninaona bado kuna nafasi kubwa zaidi ya kumaliza bila kuwa na mategemeo ya kucheza best loser. Lakini pia hata ikitokea best loser sio mbaya, lakini mimi naamini bado tunaweza kucheza na kumaliza kwenye nafasi mbili za juu. Kwa ushauri, labda kwa maoni, unawashauri nini wa Tanzania, labda kwa Watanzania labda unakuta wamekata tamaa, wewe maoni yako au matumaini yako? Cha kuambia tu Watanzania wenzangu ni kwamba hii ni football, na football ni mchezo ambao wakati mwingine ni mchezo ambao hauji kwa matarajio ambayo wewe unakuwa nayo, lakini pia tukubali kwamba tunapambana na mataifa ambayo kidogo yako juu kiwezo ukilinganisha na timu yetu, lakini bado tumeenda kuonyesha kitu kizuri zaidi, kila ambacho hata dunia nzima imeona kwa namna gani tunaweza kucheza. Lakini pia cha kuambia tu ni kwamba bado tuna nafasi kubwa ya kufuzu, na kizingatiwa kwa tuna michezo mingine hapa nyumbani na mingine ambayo ni away. Kwa hiyo cha msingi tu mimi nachopenda kuambia Watanzania ni kuendelea kuisupport timu yetu, tutokeze kwa wingi kwenye michezo yetu ya hapa nyumbani, tuje kwa wingi kuisupport timu, na mimi nitafanya vizuri zaidi. Naomba nikupongeze na nikushukuru kwa kunipa muda wako. Shukrani bwana kocha mzawa. Unapatikana labda IG wapi, mitandao ya kijamii wa kutafute kwa jina gani labda? Mimi nina mitandao ya kijamii napatikana pale Facebook kama natumia jina la Daniel Musa, lakini pale TikTok pia nina akaunti yangu ya kocha mzawa. Kwa upande mwingine bado sijafanikiwa kuwa na account, lakini naamini sehemu hizo mbili mtu anaweza kanipata kirahisi zaidi. Na TikTok unahusiana mambo ya mpira au? TikTok kidogo nime specialize zaidi kwenye masuala ya motivations. Kidogo kule sizungumzii mpira. Nimejikita kidogo kwenye masuala ya kumotivate watu, kuhusu masuala mengine tu ya kijamii kama maisha, mapenzi na nyanja zingine za kimaisha. Lakini kwa upande wa Facebook nadhani niko kote kote. Najihusisha zaidi na masuala yote ya football, lakini pia masuala ya kijamii na mengine ambayo tunakumbana nayo kwenye maisha. Ndugu mtazamaji, asante na tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Naomba usisahau kusubscribe na kufollow account yetu. Ulikuwa nami mtangazaji wako Alex. Tutane na wakati mwingine.